Katikati ya milima ya mchanga ya jangwa la Rajasthan, kulikuwa na nyumba ndogo ya matope. Ndani ya nyumba hiyo aliishi mzee mwenye umri wa miaka 70, akiitwa Odhiambo, peke yake kabisa. Hata usiku huo, Odhiambo alikuwa amelala usingizi mzito. Usiku ulikuwa mtulivu, kimya kabisa, na saa zilikuwa zimeenda sana. Ghafla, mlango ulibishwa. Odhiambo alishtuka usingizini, macho yake yakafunguka kwa hofu. Akajiuliza, ni nani huyo anayegonga mlango wangu saa kama hii? Katika sehemu hii ya upweke hakuna mtu aliyewahi kufika. Lakini kugonga kukaendelea, safari hii kwa nguvu zaidi. Odhiambo akaamka taratibu kutoka kitandani, akatembea polepole kuelekea mlangoni. Alipoufungua alishtuka sana. Mbele yake alisimama mwanamke kijana mrembo sana, jina lake likiwa Asha. Mara tu Odhiambo alipomtazama Asha, hisia ya ajabu ikamwingia. Alibaki kumtazama tu bila kupepesa macho, kana kwamba amelogwa. Odhiambo akauliza, wewe ni nani na umefika vipi mahali hapa pa faragha? Asha akajibu kwa sauti ya upole, nilikuwa nikisafiri kuelekea Ajma, lakini nimepotea njia. Tafadhali niruhusu nikae hapa usiku mmoja tu. Asubuhi nitaondoka. Odhiambo alivutiwa na uzuri wa Asha. Akasema, karibu ndani. Asha akaingia ndani ya nyumba. Odhiambo akamwonyesha kona moja na kumwambia, lala pale upumzike. Asha akalala na muda mfupi baadaye akazama usingizini. Lakini usiku wa manane alihisi kana kwamba mtu alikuwa amesimama karibu naye. Taratibu akafumbua macho, akaona Odhiambo amesimama pale akimtazama kwa macho ya ajabu. Kwa hofu, Asha akaketi na kuuliza, kuna nini? Unafanya nini hapa? Odhiambo akajibu, sio kitu. Nilikuja tu kukufunika blanketi ili usipate baridi. Asha akachukua blanketi kwa hasira, akajifunika na kugeuka upande mwingine. Lakini hata baada ya Asha kulala tena, Odhiambo aliendelea kumtazama. Machoni mwake kulionekana tamaa isiyoelezeka. Asubuhi ilipofika, Asha alimshukuru na kujiandaa kuondoka. Lakini kabla hajaenda, Odhiambo akamwambia, utaenda wapi? Wewe ni msichana mdogo na Ajma iko mbali sana kutoka hapa. Akasogea karibu, akamshika mkono na kusema, kaa hapa usiku mwingine tu. Asha akautoa mkono wake kwa hasira na kusema, unamaanisha nini? Odhiambo akasema, basi angalau niache nipange safari yako ya kesho. Macho yake bado yalijaa ule mtazamo wa ajabu, kana kwamba mawazo fulani yaliyofichika yalikuwa yakizunguka kichwani mwake. Asha akasita kwa muda, kisha akakubali kukaa usiku mwingine. Odhiambo akaendelea kumtazama kana kwamba anatamani angekuwa wake. Usiku ukaingia. Asha akalala katika kona yake na Odhiambo akalala kitandani kwake. Lakini wakati wa usiku wa manane ulipofika, mazingira yakawa kimya kabisa. Odhiambo akaamka taratibu, akatembea kwa makini kuelekea alipo Asha. Akasimama pale kwa muda mrefu akimtazama tu. Kisha akaketi karibu naye, akaanza kumpapasa nywele kwa upole. Ghafla Asha akafumbua macho yake. Akaketi kwa hofu, kuna nini? Unafanya nini hapa? Aliuliza kwa hasira. Odhiambo akamwangalia machoni kana kwamba yuko ndotoni, akasema, nilikuja tu kukupa mto. Umelala bila mto, shingo yako itapata maumivu. Haya, chukua mto huu. Asha akachukua mto kwa hasira, akamwambia, ondoka hapa. Odhiambo akarudi kitandani na kulala. Lakini gizani akaanza kuzungumza mwenyewe. Asubuhi Asha ataondoka, alijiambia. Usiku huu ulikuwa nafasi yangu ya mwisho. Hapana, siwezi kumruhusu aende hivi tu. Lazima nitafute njia ya kumweka hapa. Akiwa katika mawazo hayo, hatimaye akalala. Asubuhi ilipofika, Asha alimwendea na kusema, kama umeandaa safari yangu, basi niambie sasa niende. Umeandaa nini?
Odhiambo akamtazama kwa macho ya upendo kwa muda, kisha akasema taratibu, hapana, huwezi kuondoka leo. Asha akashangaa, kwa nini? Kwa nini nisiende? Odhiambo akajibu, utahitaji kukaa usiku mwingine. Asha akamwangalia kwa mshangao na kuuliza, kwa nini tena? Kuna tatizo gani? Kila kitu kipo sawa, kwa nini nibaki? Odhiambo akasema kwa sauti ya chini, hakuna usafiri kwa sasa. Lakini nimesikia kesho kutapita msafara mkubwa kuelekea Ajma. Mara Asha aliposikia kuhusu msafara, alihisi amepumua kidogo. Akajisemea moyoni, basi sawa, na msafara kesho. Usiku wa leo nitalala hapa. Aliposikia hivyo, Adhiambo alifurahi sana ndani kwa ndani. Akanong'ona kimya kimya, usiku mwingine. Nimepata usiku mmoja zaidi. Siku nzima Adhiambo alikaa kwa mbali akimtazama Asha kimya kimya. Macho yake yalionekana kuwa mazito zaidi, yakiwa yamejaa hisia za ajabu. Usiku ukaanza kuingia. Asha akalala kitandani pake. Adhiambo naye akalala kitandani kwake, lakini mawazo yake yalikuwa hayatulii. Ingawa alikuwa amelala, macho yake hayakuwa yanatazama dari, bali upande wa kitanda cha Asha kilichokuwa pembe ya chumba. Aliendelea kumtazama Asha, akijaribu kuona kama kweli amelala. Wakati ilionekana kama hakuwa akibadilika kabisa, polepole akaamka na kutembea kuelekea kwake. Akasimama kimya kando yake kwa muda mrefu akimtazama tu. Kisha akaketi karibu na miguu yake na kuanza kuipapasa kwa upole. Wakati huo huo, sikio la Asha likaanguka kidogo. Adhiambo aligundua mara moja na kurudi haraka nyuma. Kisha akaweka mkono wake juu ya kifua chake akikikumbatia kwa upole. Ghafla Asha akafumbua macho. Akaigeuza uso wake bila kusema neno, lakini mwendo wa mwili wake uliashiria wazi kwamba alikuwa amekojoa macho. Adhiambo kimya kimya akaamka na kurudi kitandani kwake. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa kasi, umejaa wasiwasi, lakini uso wake haukuonyesha majuto. Asubuhi ilipofika, Asha akaamka na kuelekea moja kwa moja kwa Adhiambo. Kwa sauti kali aliuliza, basi msafara wako umefika? Au una sababu nyingine mpya? Adhiambo alikaa kimya kwa muda, kisha akasema, msafara haujafika. Asha alikasirika sana. Nilijua. Hakuna msafara uliokuwa unakuja. Umenilazimisha kukaa hapa kwa sababu nyingine. Sasa ninaelewa yote. Sitakaa hapa hata dakika moja. Nitaondoka. Alipojaribu kutoka kwenye hema, ghafla Adhiambo alisimama mbele yake, akizuia njia yake. Akasema, huwezi kuondoka hapa. Asha alisema, toa njia au nitalia kwa nguvu zote. Adhiambo akajibu kwa utulivu, hakuna atakayesikia sauti yako hapa. Asha alilia kwa hasira, unataka nini? Kwa nini unanizuia? Umekuwa wa umri wa kuwa baba yangu. Huhisi aibu? Adhiambo kwa sauti ya dhahiri alisema, sio kile unachofikiria. Yule unayemtafuta labda yuko hapa mahali karibu. Asha alisema, sitaki kukaa hapa hata muda mfupi. Na unajuaje kwamba nitaenda kumtafuta mtu? Adhiambo akajibu, sina uwezo wa kukuambia sasa hivi. Lakini ikiwa utakaa hapa usiku wa leo, itakuwa bora kwako. Asha alishangaa. Akajisemea, tena hila ile ile. Kwa nini anajaribu kunizuia tena na tena? Tatizo lake halisi ni nini kweli? Adhiambo alisema, sikukwambia. Ikiwa utakaa usiku mmoja zaidi, kesho asubuhi utapata majibu yote ya maswali yako. Labda hata hutahitaji kwenda Ajma. Asha sasa alikuwa amechanganyikiwa kabisa. Akatazama ndani yake kwa mshangao. Alijua vipi hivyo? Natafuta nini? Na mimi nina tatizo gani? Mawimbi ya maswali yalipoibuka kichwani mwa Asha. Lakini sasa hakuwa na imani kabisa kwa Adhiambo.
Alimsukuma Adhiambo kando na kutoka kwenye hema. Adhiambo alikimbia kumfuata akimuita, simama. Ukiondoka, kila kitu kitaharibika. Baada ya kutembea kwa muda mrefu, Asha alichoka na kuketi mahali pale. Alikuwa amechoka, lakini mawazo yake bado yalijaa hofu na wasiwasi. Ghafla, kutoka nyuma, Adhiambo huyo huyo alikimbia kuelekea kwake, akivuta pumzi kwa nguvu. Pumzi yake ilikuwa nzito, lakini sauti yake bado ilijaa siri. Kwa sauti ya taratibu lakini thabiti, Adhiambo alisema, na kuambia mara ya mwisho, rudi kwenye nyumba hiyo. Labda basi hutahitaji kwenda Ajma. Asha, ingawa amechoka, aliuliza kwa sauti kali, kama kuna kitu, kwa nini hujanieleza waziwazi? Adhiambo alichukua pumzi ndefu na kusema, sina uwezo wa kukuambia sasa hivi. Nikisema sasa, kila kitu kitaanguka. Lakini naweza kukuambia jambo moja. Unatafuta mumeo. Asha alishtuka kabisa baada ya kusikia hayo. Pumzi yake ikasimama kwa muda mfupi. Ndiyo, natafuta mume wangu. Amepotea kwa muda mrefu. Nimekatafuta sehemu nyingi na sasa ninasafiri kuelekea Ajma. Lakini umejua vipi haya yote? Aliuliza kwa mshangao. Adhiambo, kwa sauti ya dhahiri sana, alisema, ninajua kila kitu. Lakini lazima utumie usiku mmoja pamoja nami. Ni wakati huo tu nitakapoweza kujibu maswali yako yote. Asha alishangaa kwa kusikia sharti hilo la ajabu. Hofu, shaka na machafuko yalijaa macho yake wakati alimtazama Adhiambo. Je, hili ni shauri jingine jipya? Anafanya nini kwangu usiku wa leo? Asha alijisemea. Adhiambo alisimama pale akimtazama kimya. Macho yake bado yalikuwa yamekazia Asha. Baada ya kufikiria kwa muda, Asha alisema, sawa. Nitakaa usiku mmoja zaidi hapa. Aliposikia hayo, tabasamu dogo lilionekana uso wa Adhiambo. Mwanga mdogo ukaangaza machoni pake, kana kwamba lengo lake lilikuwa limekaribia kufikiwa. Sawa, akasema. Asha na Adhiambo walianza kurudi kuelekea kwenye nyumba. Asha alitembea mbele, Adhiambo akimfuata nyuma. Lakini mara hii hatua zake hazikuwa za haraka kama awali. Kulikuwa na utulivu wa ajabu katika hatua zake. Hamu ile ile bado ilionekana machoni pake. Alijisemea, alama ya nyota usiku huu umefika baada ya jitihada nyingi. Na sitaruhusu usiku huu upotee bila kujali, alama ya nyota. Asha alilala kitandani kwake, lakini macho yake yalikuwa yamefunguka. Alikaa macho wazi, akiweka maneno yote moyoni mwake, akijitahidi kuwa makini zaidi. Adhiambo aliketi kitandani kwake akimtazama Asha. Wakati mwisho wa usiku ukikaribia na ilionekana macho ya Asha yanaanza kufunga, aliamka kimya kimya na kuhamia kando yake. Alimtazama Asha kwa macho yaliyojaa upendo. Kisha, akishika mkono wake, alivuleta karibu na kifua chake. Asha ghafla alivuta mkono wake na kugeuza uso wake kwa hasira. Adhiambo kimya kimya akaamka na kurudi kitandani kwake. Hakukuwa na majuto machoni pake, bali ilikuwa ni subiri, kana kwamba mwisho alioutaka ulikuwa karibu sana. Asubuhi ilipofika, jua la kwanza likaangukia kwenye sakafu ya udongo ya hema. Mwanga ulijaza kuta na kuingia ndani ya chumba. Asha alikuwa amefufuka mapema. Hakukuwa na usingizi uso wake, bali hofu na wasiwasi zilionekana wazi. Mara hii aliamua, bila kumuuliza Adhiambo maswali yoyote, kuamka na kuondoka. Wakati alipojaribu kutoka kwenye hema, macho yake yaliona mtu aliyekaa pembe. Pale alikokaa kulikuwa na kijana mrembo mwenye uso mzuri, amevaa vizuri, lakini uso wake ulikuwa umegeuka. Asha alishangaa. Alienda kwake na kumuuliza, wewe ni nani? Kijana aligeuza polepole uso wake kuelekea kwake. Asha alipoona alitegemea, kana kwamba dunia ilipotea chini yake. Alilia kwa sauti kubwa, huyu ni mume wangu, Jacob.
Alikimbilia na kujikunja kwenye shingo ya kijana huyo, macho yake yakiwa yamejaa machozi. Wakati huo ulionekana kama uchawi kwake. Asha aliuliza, umefika hapa vipi? Je, naota ndoto? Jacob alimkumbatia kwa upole na kusema, hapana, hii si ndoto. Hii ni kweli. Furaha ya Asha haikuweza kufafanuliwa. Yule aliyekuwa akitafuta mwaka baada ya mwaka sasa alikuwa mbele yake. Asha akiwa ameshangaa aliuliza Jacob, lakini ulikuwa wapi? Umefika vipi kwenye nyumba ya mzee huyo? Sidhani huyo mzee kabisa. Unamjua? Jacob alimwangalia machoni. Mara hii macho yake hayakuwa na siri, bali yalikuwa na mfariji wa mateso. Alisema, kwanza piga simu kwa mzee huyo. Angalia yuko wapi. Asha alitafuta kila kona ya hema, lakini Odhiambo hakukuwepo. Alirudi na kusema, hapana mahali. Inaonekana ametoweka. Ameenda wapi? Jacob akachukua pumzi ndefu na kusema, umeona amekwenda wapi, lazima ujue mwenyewe. Na hivyo ndivyo alivyompata mume wake aliyepotea kwa muda mrefu. Hata kama alidhani amepotea milele, hakuwahi kukata tamaa wala kumsaliti. Asanteni sana kwa kutazama hadithi hii. Natumaini umejifunza jambo. Tupatane tena kwenye hadithi nyingine nitakayokuletea muda si mrefu.